Taarifa nyingine, mafuriko yameendelea kuharibu muundo msingi wa barabara kaunti ya Garissa na kutatiza usafiri baina ya kaunti ya Tana River, Garissa na Nairobi. Mwanahabari wetu Hamza Yusuf anatuchorea taswira ya namna uchukuzi umetatizika eneo hilo. Barabara inayounganisha Nairobi na Garissa, na hapa nilipo ni Tana River, sehemu ya Modogo, mzunguko wa total kwa wale ambao wanaoelewa sehemu hii. Mtazamaji, wale unaoona pale ni wananchi ambao ni wasafiri waliotoka sehemu ya Nairobi kuja kuelekea maeneo ya kaskazini mashariki. Walikwama hapa siku 5 baada ya mvua kubwa na mafuriko kushuhudiwa katika sehemu hii. Mto Tana umevunja kingo zake na kusababisha hasara unayoona. Kulingana na Huntington Kindagisa ambaye ni msimamizi wa Kena katika sehemu hii ya kaskazini mashariki, amesema kwamba kazi ya ukarabati wa barabara hii itaanza hapo kesho. Kuanzia kesho barabara itaanza kufanywa, maji yamepungua, lakini wananchi wanashuhudia mtihani wa kila aina baada ya kuvuka mafuriko ya kwanza. Haya ni mafuriko ya pili, kisha maeneo ya Tula, japo ile ya Tula ama sehemu ya Bangal kwa sasa imefanywa ukarabati na magari yanafika hadi sehemu hii ya Madogo, lakini kuanzia hapa itakuwa ni changamoto magari kufika kaunti ya Garissa. Kwa hivyo walioathirika ni wenyeji wa Tana River, wenyeji wa Garissa, wenyeji wa Wajir, wenyeji wa Mandera, kwa sababu unavyojua ama tulivyosema, Garissa ndio kitovu cha kaskazini mashariki. Kwa hivyo yanaposambaratika mambo katika kaunti hii, yanasambaratika kaunti nyingine. Tutakuwa tunahusisha mahojiano haya kwa wananchi wawili watatu ambao walivuka barabara hii. Mambo vipi? Salama sana. Ulivuka aje? Ulivukaje asubuhi? Nilivuka tu kuogelea. Hapa ni kuogelea? Hebu tuambie ilikuwa vipi? Umekwama huku? Nilikwama, mara kulikuwa na mama haduko ilikuwa iko hapo, mara unazama hizo mahali ambapo kuna shimo. Hata nilikuwa nimekwaruzika hapa kwa hii magoti vile mnavyoniona. Naona kuna jeraha kwa magoti hapo. Hiyo yote ilikuwa imesababishwa na nini? Maji umevuka kwa kiwango gani? Kiwango za kifua. Mama na watoto wanafanya nini? Wanakaa tu kuathirika tu. Wanasubiri tu pale nje. Sawa. Madam, ukikuja pande hii, wewe pia umevuka? Mimi pia nimevuka. Tumelala almost 5 days pande hii na mizigo ambayo chakula lazima ipite pande hii. Tumekwama Tana River na wengine walisafiri wana watoto. Kuna watu wazee wanaogelea kwa haya maji na yana miba na njaa, watu hawana pesa. Hakuna mwakilishi mmoja wa serikali ambaye amekuja kuwapa pole, kutuangalia hasara. Chakula imepotea, imeozea barabarani. Mimi nimeathirika kama mkaaji wa Tana River County. Juzi nimepoteza simu kubwa. Bado hii maji imenitenganisha na familia yangu iko pande ya Northeastern na nimebaki Tana River. Nimekaa huku, maisha imenilemea na imekuwa ngumu sana. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ya Kenya ikamilishe hii mradi ya kujenga hii barabara. Na kuna maiti pia imezama kwenye maji. Kwa sasa ndio inatolewa katika imekaa kwa maji sana. Leo ndio maji imepungua na ndio imeonekana. Watu wajitolee waende watoe hizo maiti ziko kule wazieke huku, lakini zitasafiri vipi? Hakuna usafiri wa kuvukisha hata hizo maiti. Sasa itabidi zitakaa pale na pengine zitaongezeka ikifika jioni. Kama maji hayapiti na kuna usaidizi wa serikali, hatujui itakuwa imefika ngapi. Tunaomba serikali ikuje ifike huku Tana River County. Asante. Hali ya mangaiko na ya kutamausha kabisa ambao wakazi wa sehemu hii ya Tana River wanapitia. Hawa ni wasafiri ambao walisema watu wale ambao walikuwa wamevuka nao pamoja, baadhi yao hawajulikani waliko. Kuna maiti hapa kwa sasa imepatikana, na baada ya watu kupita wanasema kwamba labda ilikuwa imeshikiliwa hapo chini na matope. Kwa hivyo haijulikani watu wangapi bado wako pale, lakini hatungeweza kuonyesha miili hiyo kwa sababu ya sheria. Kinachofanyika katika sehemu hii ni mambo ambayo yanahitaji msaada wa dharura. Naam.